Habari za leo tena ndugu zangu wa Tanzania. Naitwa Sudi Manyangali, mmoja katika watetezi wa amani Tanzania, dereva wa maroli. Jana nimetoka kuwakumbusha ndugu zangu muhimu wa amani yetu Tanzania. Lakini kwa kuwa mara nyingi mwanadamu huwa anajifunza pia kwa vitendo au kwa kuona kitu au kusimuliwa nje ya maelezo matupu, nimeona kutia uzito hili nikupeni kisa kimoja tu. Katika safari zangu mimi niliwahi miaka 4-5 iliyopita kwenda mji wa Kongo Beni, nikapitia Uganda kwenye boda ya Kasindi. Tulipovuka kwenda upande wa Beni, moja katika jambo la ajabu nililoliona mimi, unakuta miji mikubwa kabisa, miji ambayo unaweza kusema kama Kibaha hii ambako kuminaishi. Mji una kila kitu, lakini miji imefungwa, hakuna watu, nyumba zimefungwa, hakuna mnyama, uoni chochote. Na barabarani unapita, unakwenda unakutana na maiti za wanaume kwa wanawake wamekatwa vichwa. Mimi nilikuwa peke yangu naendesha gari, sina hata taniboi, lakini pia ilikuwa ni salama yangu, kwa sababu gari inaunguruma peke yake paka unaogopa, unatamani uluke uiache gari ukimbie, lakini bado utakimbia, utakwenda wapi? Na lazimika uendeshe gari na mahala pa kugeuza hakuna. Nikaenda nikakwama mlima mmoja, gari yangu ilikuwa inasumbua kupanda. Nimekaa kama masaa 3, wakaja gari zingine, madereva kutoka Mombasa. Tukafanya maarifa, tukavuka. Tulipotoka tunakwenda mji mwingine unaitwa Bulongo, hiyo tunaelekea Beni. Saa 12 jua bado lipo, tunakuta mji hakuna mtu hata mmoja, bali kuna kijibanda cha chakula. Tunamkuta mama mmoja ndio anamalizia kulisha chakula, anatunasihi, anatuambia mkimaliza kula msirudi kwenye magari. Tukamuuliza kwa nini mama? Ambia tazameni mbele yenu, tunaangalia magari makubwa kama semi trailer na mapulling, magari makubwa yameungua moto. Mama yetu anatuambia magari hayo walilala madereva ndani, wameamka asubuhi magari yamechomwa moto hayo, na wao wamefia ndani ya magari hayo. Kwa hiyo msilale. Tukatoka pale tukatafuta mahala pa kwenda kulala, guest. Ilibidi tutafute mwenyeji ambaye alipiga simu kwenye guest ambayo ina fence kubwa. Tukafika pale pamoja na simu iliyopigwa, lakini bado tunachunguliwa juu ya vidisha vidogo kwenye mageti kuthibitishwa ni kina nani, na ndio tukaingia. Tukaambiwa msirudi kwenye magari, hakuna mtu anayelinda gari, na mji mzima mkubwa hakuna mtu atanayetembea. Tunatoka pale, kesho yake tunakuta gari ziko pale. Kwa bahati wale waasi na vurugu hazikuwepo, gari zetu zikawa salama, haijaibiwa kitu. Tunaondoka paka unafika Beni. Ule mtihani wa safari ya kwenda Beni, utafikiria umesafiri miaka 5, wakati ni safari ya siku moja tu na nusu, siku 2. Ndugu zangu, na wasita sana, wakati tunapozungumzia amani, wengine hamjui vurugu mbalimbali. Sisi ambao tumetembea, hii ni moja tu, mfano mmoja mdogo kati ya mifano ya nchi mbalimbali. Nimependa kukutoleeni muone namna gani pakichafuka, nchi ikichafuka na amani katoweka. Hayo majumba mazuri mnayokalia, magari mazuri mnayotembelea, hayo maeneo ya starehe mnayoyaendea, wake zenu na watoto wenu na mambo yenu mazuri mtayakimbia. Msifikiri mchezo inapozungumzwa amani. Amani ni jambo kubwa mno. Sasa napenda kusema haya kukumbusha kwamba tunapotetea amani tunajua madhara ya nchi ambazo wenzetu wamekosa amani, na tunafanya hivi ni sehemu ya haki zetu kama Watanzania. Tuna haki ya sisi kutoa mchango katika maendeleo, utulivu na amani wa nchi yetu, na yeyote ambaye anaweza akatoa mchango mfano wa huu atakuwa amefanya vizuri mno. Waingereza wanasema a brilliant mind
is useless without a fighting heart. In life challenges, you will leave a mark with what you say, but you will leave a lego with what you do. Mtu mwenye akili anakuwa hana faida kama anachokijua hajapigania moyo wake kukifikisha kwa watu wanufaike nacho. Yeye kakaa kimya tu. Huyu ni useless. Ulimwengu huu wenye ushindani utaacha alama kwa kile ulichokisema, lakini utaacha heshima kwa kile ulichokifanya. Kwa hivyo ndugu zangu wa Tanzania, natoa mchango wangu kwa kusema, na itatokea siku moja watu watasema dereva wa malori alisema. Mungu ibariki Tanzania. Mungu abariki wa Tanzania, wabariki na watu